utikomete Ngai niki we have not slept na niguo ngomete wega. God is faithful muno by the way. Wewe komana no igwa kinya thaa ici matatu ne cia negena ira tuongerera fare Niki maguta marakiambatarire hwai irotuko before thaa thita turahanaga o petrol station ciothe jamu tukigeria gwikira maguta matanambatira tondu guko umuthi munabi uri utigarite kana murathi guku bururi utiga aya mararota ha murathi wiho weta worigeji wa munyoro ni wite yarathite maguta ni makambate na ciringi 40 na ne ucio ciongereirwo exactly 40 shillings. Yes, ndithira yambatite na 40 shillings. Thaici turagura maguta magana meri maithathatu Kai mbeca ciaku ciothe cia kimuthenya cia kibarua. Yes, sero yaku profit yaku yothe ya mama boga 206 profit yaku ya mitungo yothe uramitira thaici maguta-ini na maundu maya ni marathitwo ona ndende nyoro ni twamuhurire hana kienyo maguta na agitwira riu thaici haria turaria maguta me 206. Number 1, bei ya matatu ni yambatira riu gutire stage ringi ya kibau gutire stage ya kibau haria mundu rathia agathukuma ukona igana ukariha ngari kibau sasa hakuna tugotweka a walking nation akirigo kurendo. Yes, we are going to become not a working nigetha nacio state goons ri cigathie gituforaga wona niki maroya agikorwo wari ho wira wa magana meri gucoka uri he fare ciringi 50 kana 60 ri riu kuma thika kinya no ukore mbeca cigana karoha ujigwete ndoi munene wa bururi ni aritie ADP maguta mena thina. Yes, mimi nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. No, sorry. Pardon. Sure munene wa areti hedio wagena hedio hedera maguta mabatirite na matiakinyete wait na matiakinyete hau. Yes, mimi nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali mkiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia ya kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Watu wa Manga, mko tayari? Tulete ile serikali ambayo inakuja inaelewa lugha ya mwananchi. Na umesema mafuta imeongezwa pesa ngapi? Sasa tuko 206. Kutoka imeongezwa 40 bob. Not even 8 shillings. No. Kwa wale wanaohusika na mambo ya mafuta katika wizara inayo wizara ya mambo ya petroli na mafuta. Ile cartel ya ufisadi iko pale. Ndio inasababisha bei ya mafuta hapa Kenya kuzidi bei ya mafuta Uganda. Na hiyo mafuta inapitia Kenya ikienda Uganda. Jameni, unaweza kutueleza vipi ati bei ya mafuta hapa Kenya mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka iko bei juu kuliko Uganda na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu? Imagine. That is the explanation that Kenyans want to know. The corruption cartel at the Ministry of Petroleum should explain to Kenyans why dealers have increased their profits from 9 shillings to 12 shillings. This is 40. Why the ministry is protecting the whole market and operates now like a cartel that is hurting the ordinary people of Kenya to the extent that fuel products in Kenya are more expensive than fuel products in Uganda. And yet the same fuel products come from the same destination, pass through Kenya before you go to Tanzania. Before you go to Tanzania or Uganda. The people at the Ministry of Petroleum have questions to answer, and the corruption cartel in the Ministry of Energy must be broken for the prices of fuel products to come down. We must say it unequivocally that there is no other reason
It is not even about the taxes. It is about the corruption in the Ministry of Petroleum that is aiding a few companies to make super profits while the ordinary citizen in Kenya is suffering high prices. The cartel at the Ministry of Petroleum Products must be dismantled for fuel products, their prices to come down. And we expect it to happen yesterday. We do not expect it to continue because there is no reason why fuel products in Kenya are higher in terms of price than in our neighboring countries. Yet the fuel products pass through Kenya to those other countries. So watu wasiendelee kutupigisha story ati imekosekana mtu ya kujibu. Inakosekana mtu ya kujibu namna gani? Na tuko na a whole state department that is responsible for matters to do with petroleum in Kenya. So we want first the market must be liberalized. We cannot continue to have a market that is protected for the benefit of a few people making super profits and millions of Kenyans suffering at the hands of a few companies that are making super profits and are being protected by a cartel at the Department of Petroleum in the Ministry of Petroleum and Mining. We must dismantle that cartel. Lakini ndio hata nasema aje nikisoma news unajua hii lazima ipande mpaka 40 shillings. Yes. Wacha hii ya 9 shillings time ya huru. Juu unajua kuko na vita Iran. Hata yeye alisema hiyo time. The people telling us about Ukraine and Russia. Wait. Sorry. Oh, forgive me. Sorry. From the top. The people telling us about Ukraine and Russia are also telling us that there is no shortage of fuel. They are also trying to blame oil marketers. So they are even conflicted in the reasons why we have an artificial crisis in the country. From their own statement, they are not sure of what to say. Is it because of the war in Ukraine? Or Iran? Or is it because of the crisis with our oil marketers? Which is which? And that goes to tell you that this crisis is orchestrated, and it is as a result of the cartels and barons who have taken over, using conflict of interest and state capture in our economy. I mean, a straight answer would be, how come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? So, and yet the fuel being sold in Uganda goes through Kenya. That tells you that that kind of explanation is escapist and has no basis whatsoever. We should address ourselves to the crisis that is there in the country and the monopolies that have taken our fuel and economic sector captive.